Mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media, karibu tuyazungumze yale ya kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu kumuita Hamis Kabwe, na leo anakwenda kutujuza kwenye kile ambacho kimetokea siku ya ni juzi ni jana. Kabwe, ushasahau? Ni muda mrefu Simba kulikosa kombe. Na wewe upande wa ubaya ubwela nini? Ni kaka, mbona nataka nigombanishe na Watanzania. Ubaya ubwela umeenda kombo. Hoi. Hili ni swala kitaifa kaka. Wewe swala kitaifa lile. Kwa swala kitaifa lile. Lakini sasa ndio umeenda kombo ubaya ubwela, naona mpaka umechanganyikiwa sasa. Jumatatu zile. Ndio hivyo mpira wa Afrika ulivyo. Kama wewe ni mgeni wa mpira wa Afrika utashangaa, ila mimi siwezi kushangaa. Huwa inatokea yani. Kabla hatujamzungumzia bwana Beida, refali yule, tumwache kwanza pembeni. Yes, hatujamgusia pia Budo Mutale. Mimi nahitaji kuifahamu kwanza tathmini fupi ya mchezo mzima, huku tukijumuisha na Simba walivyocheza ugenini na nyumbani. Uniambie Hamis Kabwe kiufundi zaidi kimbinu, Fadlu alifeli wapi ama alifanikiwa sehemu gani katika mchezo hiyo? Fadlu alifanikiwa, moja kati ya mechi ambazo nafikiri Fadlu alifanikiwa sana kimbinu ilikuwa ni mechi ya jana. Alifanikiwa wapi? Ni namna ambavyo alivyotengeneza setup ya timu yake. Fadlu anapenda kucheza kwenye 4-2-3-1. 4-2-3-1 ambayo mara nyingi anatumia mafullback wawili, kwa maana Shomari Kapombe na Mohamed Shabalala kuisogeza timu juu. Alafu kwenye rest defense anatumia mabeki wakati wawili. Jana alikuwa na Shemalon Fondo pamoja na Shamu Karabwa. Lakini juu yao kulikuwa kuna Fabrice Ngoma pamoja na Yusuf Kagoma. Alafu juu yao angalia, ule ndio uti wa mgongo wa Simba Sports Club. Watu wengi walikuwa kwa nini Simba leo wana balance nzuri sana kwenye eneo la kiungo na kwenye eneo la back line. Kwenye uti wa mgongo wa Simba kuna mabeki wawili wakati, Shemalon Fondo pamoja na Shamu Karabwa. Mbele yao kuna Yusuf Kagoma na Fabrice Ngoma. Mbele yao kuna alikuwa Jean Chazi Yaua pamoja na Joshua Mutale. Huu ndio uti wa mgongo wa Simba Sports Club. Alafu juu yao ndo alikuwa Steve Dese Mkwala. Kwa nini alimweka nandi bwana mdogo Joshua Mutale? Na kwa nini alikuwa anacheza na box midfielder? Kwa sababu ya kukimeza kiungo cha RS Berkane. RS Berkane wanacheza kwenye 4-1-4-1. Wanacheza na kiungo huyu mmoja mkabaji ambaye ni Mamadou Kamara. Alafu juu yao wanacheza triangle. Juu kuna bwana mdogo Fakhir pamoja na Yasin Rabel, ambao kiuhalisia wanacheza triangle, Mamadou Kamara, Rabel pamoja na Fakhir. Hao watatu ndio roho ya timu ya Berkane. Hao ndio walivuruga Simba kwenye mechi ya kwanza pale Berkane. Isingekuwa Simba wana bahati kwenye haya mashindano, Simba walikuwa wanachezea goals 5. Mapema tu walikipoteza kabisa kiungo cha Simba Sports Club. Sasa jana Mwalimu Fadlu Davis aliona hilo. Wale wakiwa kwenye triangle na wale midfielders watatu, ukiwawekea midfielders wanne unawameza. Kingine ambacho kilichoongezeka zaidi ni Joshua Budo Mutale. Hakumpa majukumu ya kutokea pembeni zaidi. Alikuwa anatokea between the lines. Yani kati ya kiungo cha ukabaji cha Berkane na eneo la ulinzi ambalo lilikuwa mbele lina Yusuf Dayo pamoja na Tahir. Budo ndo alikuwa anashughulika lile eneo. Budo kiuhalisia ana low center of gravity. Ni mfupi. Ana uwezo wa kuficha mpira. Alikuwa anakabiliana na Mamadou Kamara. Ili Mamadou Kamara aweze kumkaba Budo Mutale, ilikuwa ni mambo mawili: anyang'anye mpira ama amchezee foul. Na kwa nini Budo Mutale jana ameonekana kusumbua sana, na mechi zote anakuwa anasumbua? Budo Mutale ana uwezo wa kufanya dribbling. Akiwa na mpira mguuni ni ngumu kumkaba, lazima umchezee foul ama uweze kuwa na mjanja kuweza kucheza huo mpira. Kwa ile box midfielder ya Mwalimu Fadlu Davis iliweza kukimeza kile kiungo kutokana na ushap wa mtu kama Joshua Mutale. Lakini wakati huo Jean Chazi Yaua pia naye alikuwa anakuja kuchukua mipira katikati mwa uwanja. Monchaban alichokifanya jana, tuna uongozi wa magoli mawili, sisi Berkane hatutaki kwenda Tanzania ama ni complex kwenda kufunguka. Tutacheza kwenye eneo letu zaidi. Tutawakabia Simba kwenye mid block. Tutamwacha Osama Lamlawi kama mshambuliaji kivuli wa mwisho ambaye atajaribu kushughulika na wale mabeki wakati, ili kuweza kuminya mianya na kutengeneza compactness ili Simba wasiweze kutufungua kirahisi. Na ndio maana Simba dakika za mwanzo kama ulikuwa unaona wanajaribu kuwa wanafanya build up kuanzia nyuma, lakini kufunguka kwa RS Berkane ilikuwa ni ngumu.
walikuwa wanajaribu kuwavuta lakini wanaishia katikati. Wakawa wanajaribu kupenetrate kupitia pembeni mwa uwanja sasa kwa Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein Shabalala, lakini bado na wenyewe ilikuwa ni ngumu kwa sababu walikuwa wanakutana na ugumu wa fullback wa RS Berkane kwa maana ya Asal pamoja na Al-Muslawi. Alafu juu yao unamkuta bwana mdogo Rahil pamoja na Yusuf Mehir. Kwa hiyo inabidi umpite Yusuf Mehir pamoja na Rahil, alafu ndio uende kukutana na wale mafullback. Kulikuwa kuna ugumu. Ilihitaji individual brilliance, uwezo wa mtu binafsi kuweza kuifungua ile safu ya ulinzi ya Berkane pamoja na eneo la kiungo. Na ndio maana Simba ilibidi uwezo wa mtu kama Elim Panzu kuja kutoka kwenye maeneo ya pembeni na kuchukua mipira pamoja na uwezo wa Joshua Mutale kuja kuchukua mipira katikati mwa uwanja ili kuweza kuidrive Simba mbele. Ndipo ambapo lilipotokea goli la kwanza. Na ndio maana Simba unaona ilikuwa ni ngumu sana kutengeneza nafasi nyingi sana. Unaona watu wengi wanalaumu, wasema Simba wamepiga shot on target moja. Kwa namna ambavyo walivyokuwa wanacheza RS Berkane kuanzia first half. Kaka, nenda kamuulize Pep Guardiola. Nenda kamuulize kocha yeyote duniani. Hakuna mechi ngumu kama mechi ya kukutana timu ambayo inazuia kwenye eneo lao, inakabia kwenye mid block ama low block. Hiyo ni timu ngumu sana kuweza kuifungua na kuweza kuifunga. Na ndio maana kama unakumbuka mwaka 2010 wakati Inter Milan wanachukua ubingwa. Mwaka 2011 12 kitu namna hiyo. Wakati Inter Milan wanachukua ubingwa chini ya Jose Mourinho. Yali alicheza kwa style moja tu ili kuondoa FC Barcelona. Haijua mimi siwezi kupishana nao FC Barcelona. Tactical, technical wako vizuri sana. Eneo lile la kiufundi. Wana possess sana football, wana matechnician wazuri, Iniesta sijui Xavi. Siwezi kupishana nao. Mimi nitabalizana nao kwanza San Siro, pale Giuseppe Meazza, nitawafunga. Alafu wakija sasa tukienda kwao Nou Camp, mimi nitazuia mwanzo mwisho. Barcelona walihangaika kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90. 0-0. Walitengeneza nafasi hizi. Mourinho anaenda finali ya UEFA Champions League, anaenda kuchukua ubingwa wa UEFA Champions League na wale wakina Diego Milito, wakina Samuel Eto'o, wakina Javier Zanetti. Ni ngumu zaidi kuweza kuwafungua wapinzani wakiwa majini. Hata Simba kama mechi ya kwanza wangeapproach kwa style hiyo, kukaa kwenye eneo lao zaidi na kuziba mianya, Berkane wasingeweza kupata ile magoli kirahisi hivyo. Simula vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kuweza kuwafungua kwenye eneo lao kwa sababu Berkane waliamua kukaa kwenye eneo lao zaidi. Mwalimu aliamua kutumia hiyo box midfielder kujaribu kutengeneza rest defense, wale mabeki kusogea pembeni. Kwa maana Chamuka Labwa pamoja na Shema Malone kupiga zaidi pasi nyuma ya mabeki pembeni mwa uwanja ili kuweza kuwafungua, lakini ilikuwa ni ngumu. Sijumla vizuri. Overall ukiangalia kiufundi Mwalimu Fadlu Davis alijaribu kuwafungua kwenye eneo hilo, lakini bado ilikuwa ni ngumu. Ilihitaji individual brilliance ya Elim Panzu, akapiga pasi nzuri, unamkuta Mkwala akajaribu, ikarudi kwa Joshua Mutale akafunga goli. Wakati huo wakiwa bado hawako vizuri psychologically, wakiwa wamepagawa na tusharuhusu goli moja, Berkane Simba wakatengeneza nafasi nyingine ya pili haraka. Ndio ilikuwa nafasi ya kuweza kuwafunga goli la pili ili kuweza sasa kubalance mchezo. Lakini Shomari Kapombe alipata nafasi ya wazi akashindwa kufanya nini? Kuweza kutumia. Baada ya pale Berkane waligutuka sasa kwa Simba wameamka kwenye mchezo. Ngoja turudi kwenye system yetu, alafu tuendelee ku buy time. Na bahati nzuri Berkane waliamka ni siku nzuri ambayo muamuzi alikuwa kwa upande wao. 50-50 nyingi alikuwa anajaribu kufanya nini? Kuwapa wao advantage. Huo ndio uhalisia. Na hata nyekundu alopata Yusuf Kagoma, kwanza kabisa advantage walipaswa kupewa Simba Sports Club. Kwa nini? Wakati mpira nao Joshua Mutale alichezewa foul mbele ya box la Berkane, muamuzi akapeta. Ndio mpira ambao ulosababisha Shomari Kapombe na Yusuf Kagoma kupewa kadi za njano. Tukio ambalo Joshua Mutale alichezewa foul, muamuzi akalipeta, ndio tukio lilipelekea mpaka Shomari Kapombe na Yusuf Kagoma wakapewa kadi za njano. Kwa sababu muamuzi alijua kabisa hii tayari nishatengeneza tension kwa wapinzani ambao ni Simba Sports Club. Second half dakika ya 50 Simba wanapokea nyekundu kwa Yusuf Kagoma. Kwangu mimi ilikuwa ni nyekundu halali kabisa. Na hiyo nyekundu ndo tuseme ilitosha kuisambaratisha Simba kwenye upande wa utulivu. Ndio kila kitu kilipoharibika pale. Light kama Simba wangekuwa na wachezaji wao ambao wametimia kabisa 100%. Trust me, mechi ya jana ilikuwa inaisha vizuri sana kwa Simba Sports Club. Walikuwa wamewakamata kila sekta Berkane. Na kibaya zaidi Simba walianza kupata goli. Ile goli walipata first half. Second half ina maana walikuwa wanakuja kuimaliza game ama kuisawazisha game. Kitu ambacho mimi naamini kwa dakika 45 goli moja kulipata sio kazi sana. Japo hata kama Berkane walikuwa wanacheza kwa discipline kubwa sana.
Sio vizuri. Lakini kitendo cha dakika ya 50 tu Simba kupokea kadi nyekundu, obviously waliwaharibu kabisa na waliwatoa kabisa mchezoni. Kabisa. Sasa kama unacheza na watu wote ambao wametimia kwa dakika 45 una manage kutafuta goli moja na unashindwa kulipata. Vipi ukiwa pungufu kwa dakika 45 za pili? Ina maana ni ngumu kuweza kuwafungua wapinzani. Na Berkane baada ya kuruhusu goli la pili ambalo kiuhalisia kwangu mimi lilikuwa ni goli halali. Yes, jekundu ilikuwa ni halali. Na goli la pili ambalo wao walisema lilikuwa ni offside, lakini kwa marejeo mimi nimekaa zaidi ya mara 200. Leo nimekaa ofisini naangalia, narudia tena. Mchezaji ambaye alikuwa yuko kwenye eneo la kuotea alikuwa ni Kibu Denis. Alikuwa sio Steve Dese Mkwala. Sheria namba 12 ya foul and misconduct inazungumza ya kwamba mchezaji kuwa kwenye eneo la kuotea haimaanishi kwamba amenufaika na tukio lilivyo. Sio vizuri. Mpaka pale ambapo pigo huru kwa maana ya lile pigo la mchezaji kutoka kwenye mguu wake kwenda kwa mchezaji husika ambaye atakayenufaika lionekane kwamba lilipoanzia na lile tukio linapoishia alikuwa ameotea. Kwa nini muamuzi wa pembeni kwenye mechi ile hakuonyesha kwamba Dese Mkwala alikuwa ameotea? Ni kwa sababu Dese Mkwala alikuwa ametoka katikati ya mchezaji wa Berkane na Kibu Denis. Sio vizuri. Lakini kwa marejeo ya video, kutokana na production yetu ni mbovu wa Afrika, na mara nyingi kwenye mechi hizi za Afrika nimeona VAR inazingua. Hata mechi ya Simba na Stellenbosch ukiliangalia tukio walilofunga Simba mechi ya kwanza ambalo walifunga Jean Charles Ahoua, Kibu Denis alionekana kuingilia mpira kwenye mechi ya Stellenbosch, lakini ulikuwa ukitafuta offside kwa engo ilokaa kamera ulikuwa uone. Sio vizuri. Kwa hiyo jana nilikuwa jaribu kutafuta wale waamuzi walikuwa kwenye VAR, ni engo ipo waliipata offside, mstari uko wapi? Wale wanaochora jana mstari wote hakuchora mstari wote. Sasa walijiridhisha vipi kwamba ilikuwa ni offside? Kwa engo ipi ya kamera? Kwa kwangu mimi ukieleza baadhi ya matukio ambayo kiuhalisia liwatoa Simba mchezoni, ikiwemo goli la pili, kadi nyekundu ambayo kwangu mimi niliamini ilikuwa ni halali, japo mwamuzi alikuwa very harsh. Of course mwamuzi alikuwa very harsh. Swala pia la mwamuzi kwamba kuonekana kama ni miongoni mwa chanzo pia cha Simba kupoteza hili taji la kombe la shirikisho. Ni kweli mwamuzi hakuwa upande wa Simba moja kwa moja, ama ni matukio baadhi tu kwa sababu watu wamekosa kombe ndio maana wanaamua kutupa lawama huko? Yes, matukio baadhi, matukio ambayo mwisho wa siku alikuwa na detect mchezo aliweza kuyaamua kwa kiasi kikubwa sana. Unajua mchezo wa finali kaka, sisi tunaangalia mpira day after day. Watu wanaangalia mpira. Mimi sijui kwa nini watu wanataka kujifundishaga mpira. Tunaenda tarehe 31 kuangalia finali ya UEFA Champions League kati ya Inter Milan na PSG. Utaniambia muamuzi atakaoenda kuchezesha ule mchezo atakuwa ni muamuzi wa namna gani? Sijui mna vizuri. Kuna waamuzi hawa wawili, niongeze watatu. Waamuzi watakaoenda kuchezesha ile mechi, binafsi mimi naamini watatoka kwenye mataifa haya. Naamini hivi. England, na muamuzi ambaye anapigiwa chapuo kama sio Anton Taylor ni Michael Oliver. Muamuzi atakayotoka kutoka Ufaransa anaitwa Clement Turpin ambaye kwa sasa ndio muamuzi bora, ama kutoka Poland Simon Maniaki. Hao ndio waamuzi watatu bora kwa sasa hivi ukizungumzia barani Ulaya. Na ndio waamuzi watakaoteuliwa mimi naamini kwenda kuchezea finali ya UEFA Champions League. Kwa nini wanateuliwa waamuzi bora? Ni kwa sababu wana uwezo wa kuhandle pressure. Finali always iwe na pressure kubwa sana. Ukimweka muamuzi ambaye hawezi kuhandle pressure, muamuzi ambaye atachagua upande, obvious kuna eneo lazima atafanya nini? Ataelemea. Ukimwangalia muamuzi Behira kutoka Mauritania,
quality ambayo sisi hatuwezi. Kwenye eneo la quality sisi hatuwezi. Hakuna Simba wala Yanga wala nani ambao wana uwezo kuwafikia kwenye quality ya wachezaji, sijui uwekezaji na kila kitu. Lakini nje ya uwanja wana watu. Shirikisho la mpira wa miguu, makamu wa rais wa CAF ni Fauzi Lekjaa. Fauzi Lekjaa inawezekana watu wamemjua kwa sababu ya Simba, lakini sisi ambao tunafuatilia mpira wa Afrika, Fauzi Lekjaa kabla ya kuwa makamu wa rais ameshawishi vitu vingi sana kufanyika pale Morocco, ikiwemo tuzo za mchezaji bora wa Afrika, kombe la mataifa ya Afrika. Simula vizuri. Watu walikuwa wamepoteza kabisa imani kabisa na taifa la Morocco, kwa sababu Morocco wao walishajitoa kwenye issue ya Uafrika. Wao walikuwa hawaamini kama ni Waafrika. Simula vizuri. Sasa Fauzi Lekjaa ndo anatengeneza huo ushawishi. Na anatengeneza huo ushawishi kwa sababu ya kuandaa finali za kombe la dunia, na walishapata wenyeji kutoka Afrika. Morocco ndo wamechukua 2030. Simula vizuri. Wao Ureno pamoja na Spain. Kwa hiyo ili kutengeneza huo ushawishi, kutengeneza huo ushawishi zaidi kwa CAF, lazima wawe karibu yao zaidi. Ukija kwa Misri, makao makuu ya shirikisho la mpira wa miguu CAF ndio nyumbani. Watu wengi ambao wamehudumu kwenye shirikisho la mpira wa miguu CAF wengi wametokea Misri. Kwa hiyo kwenye eneo la ushawishi kaka, hatuwezi kuwazidi Morocco. Mimi nilipoona tu Simba wameingia finali na Berkane nikasema hii finali. Na nikaanza kuona zile, kama unakumbuka nimezungumza sana kuhusiana na purukushani za mechi kutolewa Benjamin Mkapa, sijui kupelekwa Zanzibar nini. Hizo zote zilikuwa ni mbinu za kufanya nini? Za kuweza kuangamiza Simba. Kwa mimi Simba wamejitahidi walipofika, wamepambana sana. Simba wame overachieve. Tukizungumza ukweli, Simba wame overachieve msimu. Mimi sikutegemea kama Simba wanaweza kufika finali ya CAF Confederation Cup. Football huwa haidanganyi. Football ni science, my brother. Watu wanatafuta analysis, watu wanatafuta madaktari. Na at least kwa vilabu vyetu vya Tanzania, Simba, Yanga na Azam ndio pekee wanafuata misingi sahihi kidogo ya soka. Tofauti na hivi vilabu vingine. Ndio maana ukiangalia mechi labda ya Ken Gold na Yanga, unaweza kuona uwezo ni mbingu na ardhi. Au Simba wanacheza labda na Namungo, ni mbingu na ardhi, kwa sababu kuanzia vilabu vyote hivi kushuka chini, ukiacha labda kidogo Singida Black Stars ambao wao wapo kimkakati kwenye ligi yetu. Lakini pia kidogo naona siku hizi JKT na wenyewe kama wanakuja hivi. Bado hata JKT wana kocha mzuri, yes, wanajitahidi kwa sababu ndio hivyo. Jemedari Saidi ni mtu ambaye anaufahamu mpira, anajaribu kushauri na nini. Lakini ile misingi sahihi ya mpira wa miguu, Yanga na Simba kwa kiasi kikubwa ndio wanaishi. Therapist, sijui watu wa masuala ya lishe, nutritions, wale ndio Simba na Yanga kidogo at least wana. Kabla tuhame hapo, tuzungumzie kidogo kwenye viwango vya wachezaji katika mchezo huu. Budo umeshamgusia sana. Musa Pinpin Kamara amekuwa na makosa mengi sana katika haya mashindano, tumekuwa tukimshuhudia. Na jana pia kuna baadhi ya makosa aliyafanya. Tuzungumzie kwenye magoli ambayo amefungwa, ambavyo baadaye kaja kutokea ugomvi yeye pamoja na Fabrice Wamba Ngoma. Wengi walikuwa wanajiuliza hawa wanagombea kitu gani? Mimi binafsi nadhani ni kutokana na makosa ambayo alikuwa anafanya Musa Pinpin Kamara. Hata mimi pia nafikiri hivyo. Pinpin Kamara ni jeuri. Amemkosea adabu Fabrice Ngoma. Fabrice Ngoma ni senior. Fabrice Ngoma kaishacheza finali ya CAF Confederation Cup, ya CAF Champions League. Unamwambia nini wewe Pinpin Kamara? Utamwambia nini? Finali yako ya kwanza, utamwambia nini? Moja kati ya wachezaji ambao wameigharimu sana Simba kwa muda mrefu na wanaendelea kuigharimu ni pamoja na Pinpin Kamara. Yes, ukiangalia kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup, statistics zinasema kwamba Pinpin Kamara ndio kipa alofanya saves nyingi zaidi kuliko kipa yoyote. Kafanya saves 29. Sijumla vizuri. Amefanya saves nyingi ambazo zimefanya Simba kuwa mchezoni. Lakini na yeye pia ni moja kati ya magolikipa ambao wameisababishia pia Simba matatizo, ikiwemo goli la jana la Berkane la kusawazisha. Kaliacha goli mapema. Sio kaliacha goli, unafunguaje nia posti? Yaani wamefanya save ya maana ya ile ambayo ilitaka kuingia golini. Alafu unaenda kufungwa goli la kizembe, unafungwa nia posti. Uliposimama hapa chini. Can you imagine? Kwa kuna eneo ambalo pia Pinpin Kamara ameigharimu Simba. Lakini tukianza kuhesabu makosa aliyofanya Pinpin Kamara, yeye ndo kasababisha Simba Sports Club mpaka hivi sasa wasiwe hata kwenye race ya kugombania ubingwa. Kwa sababu watu hawaamini, na mimi siamini kama Yanga kirahisi wanaweza kadondosha alama.
Kirahisi kabisa. Yanga sio rahisi Yanga kudondosha alama. Yeye ndo kachangia Simba kudondosha alama nyingi ambazo kiuhalisia Simba walipaswa pia kutokudondosha. Magoli ya kizembe. Ya kizembe. Wao pamoja na eneo la ulinzi. Kwa maana yeye Pimpin Kamara na eneo la ulinzi. Pimpin Kamara jana kuna kosa moja alilifanya. Nafikiri lile ndo Fabrice Ngoma anaenda kumfokea. Ila mpira ulikuwa pembeni kwenye kuondoa. Can you imagine? Peleka katikati. How unaweza kufanya kosa kama lile? Golikipa ambaye wa kigeni umeletwa, unalipwa fedha nyingi. Unafanyaje makosa kama yale? Mechi ya Yanga unakumbuka mechi ya kwanza. Alitema mpira ndani. Yanga ndio kafunga goli. Mechi crucial, mechi muhimu. Ukifanya makosa, kaka, kwa timu kubwa watu hawezi kuvumilia. Kwani Onana wa Manchester United kinasababisha mpaka watu wanamsema ni nini? Makosa haya. Anafanya save nzuri lakini makosa binafsi ni mengi sana. Ni timu kubwa, yani weekend after weekend watu wanaiangalia ile mechi. Ukifanya makosa watu watayaona tu, lazima waseme. Kwa kwangu mimi Pimpin Kamara ni moja kati ya wachezaji ambao wamegharimu sana Simba. Na hata ukiangalia kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup, magoli mengi ambayo Simba wamefungwa ni makosa binafsi ya eneo la ulinzi. Kuanzia kwa golikipa kuja mpaka kwa mabeki. Kwa mfano kama jana nani bwana mdogo Valentino Nouma kasababisha kosa ambalo pia Pimpin Kamara kashindwa kukava ile kwenye near post, wale jamaa wakafunga goli la kusawazisha. Tumeona pia jana Kibu Dennis Prosper amekaa benchi muda mrefu sana. Sijui dakika ndani ya 70 na hivi ndio mwalimu anamnyanyua na kumpeleka ndani, ambapo watu wengi walitarajia huyu ni mchezaji wa kutumainiwa. Kwa nini hakuanza mpaka dakika hizi? Kiukweli mimi nilipishana na mwalimu. Nafikiri mara mwisho tumefanya interview na wewe na nyinyi wote tuseme. Nilisema kitu kimoja. Mimi sikutaka Jean Charles au aanze kwenye ile mechi ya jana. Kwa ushauri wangu mimi, kwenye eneo la ushambuliaji walipaswa kuanza watu wanne ambao ni athleticism. Wana ile athleticism, yani ni wazuri kwenye kukimbia na mpira. Nilikuwa nataka aanze Mpanzu, Mutale, Kibu Dennis pamoja na Steve Dese Mukwala. Kwa nini? Hawa wote wanakuofa nandi energy of the ball. Yani timu ikiwa ina mpira, hawa wote wana uwezo wa kuja kusaidia timu kukaba. Tofauti na Jean Charles Ahoua. Yes, Jean Charles Ahoua ni moja kati ya wachezaji ambao walo create chances nyingi sana kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup. Yeye ndio anaongoza. Amecreate nafasi 27. Bila shida yote. Amefunga magoli 2. Yes, nakubaliana na hivyo. Lakini kwenye mchezo ambao Simba wanahitaji muda mwingi sana kuwasumbua wapinzani, unamhitaji Kibu Dennis, unamhitaji Elim Panzu, unamhitaji Joshua Mutale pamoja na Steve Dese Mukwala. Kwa nini mwalimu alianza na Lionel Ateba bench? Ni kwa sababu Steve Dese Mukwala anakupa vitu vingi zaidi kwenye box la mpinzani kuliko nani? Lionel Ateba. Ndivyo ambavyo ilivyokuwa kwa Kibu Dennis, tofauti na Jean Charles Ahoua. Kipindi ambapo Joshua Mutale ameanza kugain ile fomu yake, confidence imerudi. Na jana tumeona amekuwa man of the match. Just give him nafasi. Mpe nafasi Kibu Dennis ili aweze kuwasumbua zaidi kutokea pembeni. Mpe nafasi mtu kama Mpanzu aweze kuwasumbua zaidi, then uone impact yake. Lakini jana anamuingiza Kibu Dennis, Simba akiwa pungufu. How unaweza ukaona impact yake tena Kibu Dennis kwenye eneo la ushambuliaji? Tayari Berkane washauchukua mchezo. Tayari Berkane unajua kabisa sisi hawa jamaa wako pungufu na tuna numerical advantage. Why tusiweze kuwapush tuweze kuwafunga goli na mwisho siku tukasawazisha ile goli? Kwa ilikuwa ni ngumu kumpa hilo gunia la misumari Kibu Dennis wakati timu tayari ipo pungufu. Kwa hiyo huwezi kuona impact yake chanya kwenye huo mchezo ikiwa tayari Simba Sports Club walikuwa hapo pungufu. Kwa hiyo mimi nafikiri kama angeopti kuanza naye na Jean Charles Ahoua angeanzia benchi, nafikiri ingekuwa ni wazo zuri sana. Lakini all in all ndio alishatokea. Hauwezi kurudisha siku nyuma. Mnyama Simba kaudondosha ubingwa, Berkane kawa bingwa. Tutazungumza yote kwa yote. Lakini ukweli ni kwamba Simba mechi ya kwanza alipoteza mikononi mwake. Yes, mechi ya pili alikuwa na nafasi ya kushinda, lakini muamuzi ameweza kuwanyang'anya haki yao. Mimi kwangu mimi naamini kabisa muamuzi kwenye mechi ya jana amewanyang'anya Simba nafasi ya kuchukua ubingwa. Shukrani sana.
Kama una lingine kaka, uliza pia. Naam. Na kwa nyingine tutakuja. Haina shida kaka.